Mambo vipi guys, uko na mimi Swaibu Jiriwa bana. Mteja kaletea simu hiyo hapo, ni Kiswaswadu aka Tecno ilikuwa ni 101. Nikajaribu kuiwasha, nikaona ngoma haiwaki. Hii simu haiwaki na mwenyewe kaniambia imezima ghafla tu, so nikaona sio mbaya. Hebu ngoja nichukue betri nyingine ya Oraimo ambayo ninayo hapa pembeni, na betri hii ina charge. Nikachomeka kwa sababu hii betri natumia kwenye simu nyingine. Nikiwasha pia ni vile vile betri haiwashi ama simu haiwaki. Nikaona basi sio mbaya kama betri zote mbili zinashindwa kufanya, hapana. Basi nikaona ni vyema nikapima moto wa betri kupitia multimeter yangu nayoitumia. So nikachukua multimeter nikaswitch kwenye voltage 20 hapo ili niweze kuangalia kama betri zina charge. Nikaanza na betri yangu hii hapa ya kwanza Oraimo. Ngoja nipime hapa. Nilipopima Oraimo nikagundua ina voltage 3.8, yani 3.80. Ni moto mkubwa ambao natakiwa uwashe simu, lakini haikuishia hapo. Nikachukua tena nyingine nikapima, nikagundua ina 3.5 ambayo itakiwa pia iwashe simu. So nikaona basi sio mbaya. Hebu ngoja tuendelee na hatua nyinginezo ambazo nilichoamua ni kwenda kufungua hii simu screws. Kumbuka simu yangu ni Tecno 101. Nikaenda kutoa screw zote kwenye simu na kufungua simu yangu kama hivi. So, baada ya kufungua tayari nati zangu, nikasema hii simu lakini sio vizuri kuifungua bila kuipima kama ina hali gani. So, nikasema hebu ngoja niipime kupitia multimeter nijue kama ina changamoto gani. Inaweza kuwa ni full dead ama ina short. So, ngoja tupime. Nika switch meter ama natakiwa ni switch meter kwenye sehemu ya diode mode. Diode mode ni sehemu ambapo ukishaiweka kwenye mita yako, ukienda kugusanisha hizi waya mbili za mita, inatakiwa ipige kelele hapo. Hivyo, hiyo ndo diode mode. So natakiwa unachukua hii multimeter unakwenda kupima kwenye terminal. Hii plus inakuwa kushoto, inakuwa kule. Kwa inatakiwa isome pale. Simu haina short. Tukageuza pia tuone je inasoma ohms kubwa ama inasomaje. Haisomi kitu. Kwa maana kwamba simu itakiwa iwake. Yani simu hapo inavyoonyesha hivyo, ukiona hivyo simu ni nzima. Kuna kitu tu kimeenda kombo. Simu ni nzima. So baada ya kuona simu imesoma vizuri bila shida, nikaona basi ngoja niendelee, ila haikuishia hapo pia. Nikasema niweke chaji ili labda nione kama simu itaingiza chaji. Nikachukua chaja yangu vizuri nikaenda kuchomeka. Ngoma haingizi chaji haingii. So kasema ngoja niendelee. Nikaenda kutoa battery niweze kudisassemble simu yangu. Hatua ya kwanza aliyofanya ni kwenda kutoa hii carpet, kuona kama imechafuka ama vipi, ili niweze kuwasha direct kupitia button hii. Jaribu kuisafisha, tunachomeka battery. So tunakwenda kuwasha simu kupitia njia yake hapa ndani. Simu haiwaki. Lakini kitu kingine nilichokifanya ni kwenda kupima button ya kuwashia, je ina uhai hii button. So tunakwenda kuiwasha kwa kuitest pia kwa kupima voltage. Itakiwa voltage za battery zipatikane hapa. Unapokwenda kupima na mita hapa, itakiwa zile voltage za battery unazozipata uzione hapa. Itakiwa ikupe voltage. So hii inasoma ina voltage 3.10. Volts 3.10 hiyo hapo. 3.10. 3.10 inastahili kuwasha simu, lakini sijajua ni kwa nini haiwaki. So tunachotakiwa kwenda kukifanya kingine ni kutoa hii mashine hapa ndani. Sasa huenda tu ni wenge la kawaida imepata simu yetu. Tukiangalia hapa
Kwa ukaribu umeona ina maukungu, ina ukungu huku, inaonyesha ishe kuingia kwenye maji hii. Inaonyesha imeshawahi kuingia kwenye maji. So issue ni moja, na kwenda kutoa hii lebo ili isije ikaungua, maana wengi anakuambia sio ya kwangu ilikuwa na kikaratasi mpya. Hiyo unaitoa lebo. So nachotaka kwenda kufanya sasa hivi na kwenda kupasha hii simu, ili kama kuna baadhi ya vitu vilishika kutu ama viliingia maji and then vikaachia sehemu husika viweze kushika vizuri. Nitakwenda kuchukua flux, nitapaka flux upande wa kwenye button kidogo hapa hivi. Alafu huku nako, kumbuka unavyo kwenda kupiga moto, ukitumia moto mkali sana kuna uhatari wa vitu kung'oka na simu kushindikana kuwaka tena. So hakikisha unatumia moto size ambao nitakuelekeza kama upo kwenye grupu langu la kujifunza kuhusiana na mambo ya simu. Ndio utakuwa unaelewa ni moto gani unastahili kuweza kuwepo hapa. Okay, tunakwenda kuchukua blower. Blower yangu nisha seti moto ule ninautaka. So nakwenda kupasha hii simu. Upepo kiasi. Okay, na upande wa chini huku kulikoshika kutu okay. So baada hapo utaacha simu yako ipoe kiasi. Utasubiri simu iweze kupoa. Kwa design hiyo ni kwamba na uhakika hii simu lazima itawaka, kwa sababu tumepima haina changamoto zilizozidi. Kwanza haijasoma shoti, simu inaonyesha ipo normal. So haionyesha kwamba iko na shoti. So I think itakwenda kuwaka bila shida. Okay, so kama imeshaanza kupoa utakwenda kutumia kimiminika kile unachotumiaga kusafishia simu. Itategemea, mimi mara nyingi natumiaga benzini ama petrol, ili kutokana na kwamba ni kitu ambacho kina evaporate. So unavyotumia petrol rahisi kusafishia, inaweza kutoa uchafu kwa muda mfupi na inakauka kwa haraka. Ingawa benzini na vifaa vingine ama vimiminika vingine vinavyoweza kusafishia simu unaweza kutumia, kutegemea na mazingira uliopo na upatikanaji wa vitu hivyo. Tutasafisha kidogo hii njia ya kuwashia, ili kama itakuwa ina carbon niweze kuondoka ama kutu. Okay, so hapa kitu kingine nitakachokifanya aidha ni kusafisha njia ya chaji, kwa sababu hapa tulivyoweka flux imeingia, ili isiwe inanata, inasababisha moto kupita vizuri au kuharibu chaja. So baada ya hapo nakwenda kurudishia simu yangu.
tuone kwa bila kubandika carpet. So tunaenda kuwasha simu. Ngoma hiyo hapo. Bila shida kabisa, simu imewaka. Tuenda kujaribu keypads kama inafanya kazi. Keypad yote inafanya kazi. Yote inafanya kazi. So mpaka hapo tutakuwa tumefanikiwa kuweza kutengeneza simu yetu, na mpaka hapa mteja yuko tayari kuendelea kufanya matumizi. So nitakwenda ku replace carpet ya button. Meisha hiyo.